Yes, mambo ni gani? Ni kukaribisha tena katika kona ya kimichezo, tupate kutazama kwa pamoja mengi mazuri ya kimichezo ambayo yamejiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nikukumbushe kwa yeye ambaye bado hujaungana nasi, kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa punde tunavyoupload video mpya, lakini pia bila kusahau kupata taarifa zote muhimu za kimichezo ambazo zinajiri ndani ya Mwaki Sports. Hakikisha umebonyeza neno subscribe, itakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia hii. Yes, katika kona hii ya kimichezo tunaangazia mchezo wa jana. Young Africans walikuwa wakitamatisha ile kilele cha wiki ya mwananchi ambapo Young Africans waliweza kucheza mchezo wa kirafiki katika dimba la katika dimba la Uhuru pale jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo huo ulitamatika kwa Yanga kupoteza kwa jumla ya goli 2-1. Kumbukwe juzi ilikuwa ni zamu ya Simba ambapo walicheza na Police Kenya na waliweza kufungwa goli 1-0, na jana Young Africans pia wameweza kupoteza kwa goli 2-1, kitendo ambacho sasa kinaonyesha pengine kuna ukakasi katika sajili ambazo zimefanyika kwa klabu hizi mbili, lakini tunajaribu kuchambua sasa ni nini ambacho kinasababisha michezo hii ya siku maalum kabisa kwa timu hizi kuweza kupoteza. Unahisi pengine itakuwa ni ubora wa wachezaji ama pengine ni trick kwa ajili ya mchezo ujao wa tarehe 12? Kwanza nikukumbushe kitu kimoja, wakati ambao Yanga ama Simba wanafanya sherehe zao hizi, inakuwa ni michezo ya kirafiki ambayo kila mchezaji anatakiwa acheze regardless ni chaguo la mwalimu ama si chaguo la mwalimu, ili hali ni mchezaji ambaye amesajiliwa katika timu hizi anatakiwa acheze. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo mwalimu anajikuta anachezesha wachezaji ambao pengine hawakuwa katika sehemu ya first 11 ama second 11, na anajikuta anachezesha hadi wachezaji ambao pengine ungekuwa ni wakusugua benchi muda wote. Kwa hiyo ukiangalia timu ambayo inakuja kucheza ni timu ngeni, zile ni timu ambazo wanakuja kucheza na wachezaji ambao wako vizuri na mwalimu anapanga kikosi kile ambacho anakiamini. Kwa hiyo ni mara nyingi ni jambo la kawaida sana kwa timu hizi ambazo zimewaalika wageni wao kuweza kupoteza, kwa sababu wachezaji wote wanacheza, ni wachezaji wazuri na baadaye wanakuja kucheza wachezaji pia pengine ni wa kawaida, kitendo ambacho kwanza kinaondoa ile chemistry ya baadhi ya wachezaji ambao wameshaitengeneza, lakini cha pili pia inaondoa ile performance nzuri ya kikosi maalum ambacho mwalimu anacho. Kwa hiyo Young Africans kuweza kupoteza mchezo jana haimaanishi kwamba wachezaji waliosajiliwa katika msimu huu wa dirisha kubwa ni wachezaji dhaifu, bali ni kwa sababu tu ya kile ambacho tunakisema kwamba ni lazima kila mtu acheze. Lakini kipimo kizuri zaidi kwa timu zote mbili, Simba Yanga, ni tarehe 12 ambapo wanakwenda kukutana katika ile ngao ya jamii, ambapo tutaona ile performance yenyewe kabisa ambayo pengine ndio itakuwa performance halali na performance ambayo sasa inakwenda kuonesha taswira ya kwamba msimu huu timu hizi zinakwenda kuperform katika namna gani ambayo inakwenda kuoneshwa kwa siku ya tarehe 12. Kwa hiyo kufungwa kwa Simba na Yanga haimaanishi kwamba usajili umekuwa ni mbaya. Bado usajili umefanyika mzuri, na pengine mwanzo wa msimu ama siku ya tarehe 12 ndipo utakwenda kutoa ishara ya nini kimefanyika katika kipindi hiki cha sajili. Lakini kupoteza kwa michezo hiyo haikuwa kipimo sahihi kwa timu hizi kuwa zimefanya sajili ambazo hazifai. Haya nafikiri ndio ambayo yamejiri, na tumeona tukuchambulie kidogo kwa uchache na kukuwekea hapa ndani ya channel yako pendwa ya Mwaki Sports. Unaona hisi ni nini hasa kimesababisha timu hizi kupoteza, Simba na Yanga, katika siku zao maalum?